They always go astray in their hearts. I was angry with them. And what happened? Alikasirika na wao. Okay. Can Alafu, you read? You have not known my ways. hamjafahamu How njia do you zangu. know God's ways? Utafahamuje njia za Mungu? It's only by reading the Ni scriptures. kupitia kwa neno. It's only by reading the word of God. Ni kwa It's kupitia only kwa by kusoma neno. studying your Ni Bibles. kusoma Biblia. That is when the ways of God shall be fulfilled unto our ways. Hivyo ndivyo njia za Mungu Because zitadhihirika our kwetu. business is to worship God, Kwa sababu sisi kazi yetu and ni therefore our kuabudu business is to study the Bible, na kusoma Biblia so that we are able to understand God's ili ways. tuweze kuelewa njia za Mungu. Scriptures instruct the righteous and the righteous living. Biblia inatuonyesha vile tutaishi For kuishi how Mungu long anahitaji. shall we be coming to church? Hadi lini tutaendelea kuja For kanisani? how long do we declare that Christ is our Savior, Hadi lini tutakuja kusema ya kwamba Yesu and ni yet mwokozi we wetu? live in an unrighteous Na life? bado tunaishi maisha yasiyo Did ya you know utakatifu. that Christianity without righteousness can have no impact? Unajua ya kwamba Ukristo bila utakatifu ni kazi bure. For us to have influence in with the current world, Ili tuweze kuwa for na us to mvuto have katika dunia influence ya in leo, our homes and tuweze workplaces, kuwa na mvuto katika we nyumbani must mwetu be na able kazini. to lead in a righteous life. Lazima tuishi maisha And ya we utakatifu. can't live a righteous life Na tuwezi ishi maisha if kama we hayo don't follow the instructions of the Bible. kama tuwezi kufuata maagizo ya And that's Biblia. why we have to read it now and again, Ndio maana tuisome na so that tuisome, we get these instructions in our ili lives. tuweze kupata haya maagizo katika maisha yetu. When a student is admitted in a college or in Form 1, Mwanafunzi anapoingia kidato cha kwanza Yeah. ama college, he is given a list of how do you call it? Zile sheria za shule zinaitwaje? Rules and regulations. anapewa sheria They are written, imeandikwa, and some of them are underlined. na zingine hata Some of them are zimepigiwa in capital mstari, letters. zingine zimeandikwa kwa You herufi are kubwa. told, read thoroughly, Unaambiwa soma kwa then makini, you sign alafu utatia sahihi before your parent. mbele ya mzazi So wako. if you break any of this, Ili ukivunja moja yao, you know the measures. unajua ni nini itafanyika. Yeah, there is one in one of the school. It says that once you make a jump outside the school, Kuna shule moja inasema ya kwamba unapoondoka tu nje ya lango la shule, that is one roll. basi hiyo ni moja yao. One roll of what? Of wire, of piped wire. Utaleta So they waya say nzima, one jump, uondoka kumoja hivi, one wire. waya nzima moja. And you must abide by those Na ni regulations lazima hizo sheria for you zinafanya to kazi, exist in school. ili uweze kuendelea kukaa hapo shule. Yeah, these regulations, Hizi sheria, these laws, hizi they sheria are written in every company and in every organization. zimeandikwa kwa kila kampani na The kwa kila strength of an shirika. organization, the strength of a company, the strength of an Nguvu za institution kampuni, nguvu za shule yoyote ile, lies on the laws of the institutions. inategemea zile sheria zao wametoa pale shuleni. Are you aware of that? You know, for those who have worked in companies, you know how strict Wale ambao and mmefanya serious kazi kwa kampuni, they mnajua are on their laws. mnajua vile wanachukulia hizo You, sheria. you kwa- break one, there is no compromise. Ukivunja moja, basi hakuna You tena are told you don't belong to this company anymore. unaambiwa wewe si wa hapa. They will bring a file where you signed. Utaletewa faili You may ambayo stand with your lawyers and try uliweka to wakati protect ule. and yourself, but you will always be referred to the law you have Kila broken. wakati utakuwa unaongozwa kwa ile faili And as ambayo ulitia Christians, sahihi. Na kama Wakristo, Christ is our righteousness. Yesu ndiye haki yetu. And He has given us the Bible to go through so that we are able to receive Ametupatia this Biblia righteousness. nasi tuweze And kupitia, therefore, with scriptures will instruct us to live righteous ili living. haya maandiko yaweze kutusaidia tuishi maisha Yes, ambayo ni ya scripture utakatifu. gives us warnings against repeating the sins that people already committed and were punished for them. Maandiko huwa yanatufunza jinsi ya kurudia dhambi. The kila characters in the wakati. Bible Tabia katika Biblia, are heroes and women. kuna wale ambao ni mashujaa. But I came to learn that all these heroes and patriarchs in the Bible, Nilipokuja kugundua ya kwamba at hawa one mashujaa point wote they katika were Biblia they were faulty. wakati mmoja nao walikuwa
kama wenye dhambi. For example, we all know this great man by the name Moses. Kwa mfano tunajua huyu shujaa mkubwa. We know what he did not say as God what did not do as God instructed him. Tunajua kuna kitu ambacho hakufanya kulingana na And maagizo ya since Mungu. he did not follow the God's commandments, Na kwa sababu hakufuata hiyo, the Bible says he didn't what? Biblia inasema alifanya nini? He didn't see Canaan. Hakuona Kanani. Yeah, he led people to Canaan, Ndio aliongoza watu but kwenda he himself Kanaani, did not step to Canaan lakini yeye mwenyewe hakukanyaga because Kanaani. he didn't follow the instructions of God. Hakufuata maagizo ya He Mungu. told him to hit the rock how many times? Alimwambia agonge mwamba mara ngapi? Instead, he did how many times? Badala yake And akagonga at the end of the mara day, ngapi? it costed him Na not seeing Canaan. mwisho wa siku ikamfanya kuona Among Kanaani. many other patriarchs in the Bible, Kati ya wengi wale I mashujaa told katika you Biblia, about David. niliwaambia juu ya Daudi. Yes, he was righteous, Ndio alikuwa mwenye but at a haki, given point, he did lakini not kwa follow the wakati instructions of God, mwingine hakufuata and he maagizo ya missed Mungu. something. Na alikosa kitu fulani. Yeah, that's why the Bible will always give us examples Ndio maana kila wakati of Biblia people who inatupatia didn't mifano follow God's ya instructions. watu ambao hawakufuata maagizo ya Some of them Mungu, perished. wengine wao Some wakaangamia, of them had scars in the rest of their life. wengine hata wakawa na Some majeraha of them kwa brought maisha yao, punishment in their people of their own homes. wengine wakaadhibiwa katika manyumba yao. So we read these scriptures about these old people Tunasoma Biblia juu ya so hao that watu we wa don't kitambo, commit the same sins. ili nasi tusitende dhambi At the end kama of the hizo. day, we don't face punishment. Mwisho wa siku tusije tukaadhibiwe. We all know the story of Ananias and Sapphira. Unajua hadithi ama kisa cha Anania na Safira? We have read about it. Umewahi kisoma? Not once or twice. Si mara moja, si mara We mbili. all know Ananias and Sapphira did what? Unajua Anania na Safira They walifanya nini? stole God's word. Waliiba nini? Waliibia Mungu nini? If the same punishment was applied today, Ikiwa adhabu kama hiyo ingetolewa leo, how many of you could step wangapi wangekanyaga out of this compound alive today? nje? Hello? Wangapi? No one. Including yourself. Pamoja You na know, wewe, na You've unajua, read these scriptures. You can elaborate them unasoma na unaweza and kuelezea still commit what he did. na bado utende vile alitenda. Then why? What is the importance of reading it? Basi kuna umuhimu gani basi wa kusoma? Please, let's heed the warning from our forefathers and parents as the scriptures always instructed Wacha tusome kutoka kwa wale wazee yale us. So walioyatenda. scriptures make one complete Maandiko yanafanya mtu kuwa and mkamilifu equipped for every good work. And we get equipped for every good work. alafu unapata ya kwamba wewe ni mzuri kwa kila kitu. Scriptures give us warnings against repeating the sins that people of the old committed. Of course, they were punished. Maandiko yanatuonya juu ya rudia And dhambi. finally, scriptures bring the offer of blessedness. Mwisho Biblia It brings happiness inaleta raha that God has in store for his people. ambaye Mungu ameweka kwa Have watu you wake. ever read the Bible Umewahi soma and the Biblia? Bible directly talks to you? Alafu moja kwa moja unaona kama inakulenga Has wewe. ever been a scripture elaborated before you Umewahi ona Biblia ambayo inakulenga and you think the speaker knows a story about yourself? na ukaona ya kwamba huyo mnenaji kweli The word of God anazungumzia is juu ya- living. The word of God is living. Neno la Mungu It la can li bring hai. happiness to those who follow it. Inaweza leta The furaha word kwa of wale God wanalifuata. comforts. Inaweza The word kufariji. of God encourages. Inaweza kukutia The moyo. word of God blesses. Inaweza bariki. That's why we need to read it day Ndio in. maana tunatakikana day kulisoma siku baada ya siku. Now I want to do my last part on the same. Ningependa kufanya sehemu ya And I mwisho. want to warn you as members of the Seventh-day Adventist Church. Sitaki I want to warn kama you. Waadventista. We have false teachers currently. Tuna walimu wa uongo hivi siku hizi. No teachers in schools and colleges. Sio walimu wa shule na makoleji. Teachers who teach the word of God. Walimu wanaofunza neno la Who Mungu, will use these Bibles. ambao watatumia They hizi have them in Biblia. different translations. Wako kwa nakala tofauti But tofauti. they give wrong teachings from the Bible. Lakini wanatoa mafunzo ya 2 uongo. Peter chapter 3 verse 16, the Bible says, Petro wa pili, the false teaching of scripture, the false teaching of Tatu. scriptures
in the last days. 2 Peter chapter 3 verse 16. Petero wa pili Amatuko yo moerio ababani bo bulimo mbakora gento kieke siku za mwisho mbabe manabii wa uongo abange ne watakuwa kibara wengi. tumeka so gosiria abantu no gosoma marikanya sae bulego. Na ile ambayo watatumia kupoteza wengi ni kusoma maandiko vile ambavyo sivyo. Umuntu nasoma kitabu hiki aba Petero ya kabiri Petero wa pili They do what? wanafanya nini? Kiwa tanga they twist. Songa kiwa na bana banya sai. Wanasungusha. Tumeelewa? Continue. Esonga kiata ngasa matuko yo moerio. Nimesema ya kwamba Abantu mbatoke batwist ya mariko asenjera etagwenerati. Watakuwa wanasungusha baya maandiko kwana ne chinguru chinene. Wayaongea kwa nguvu. Bao kwana batari komera nonye na mate. Wanaongea bila kumeza hata mate. Lakini bako monto rango yo nere nyesa gutumeka sokoleta marikaya. Hakika huyu ndiye Mungu lakini ametumia kuleta haya marikaya gutumeka borego asogo siria abantu kare na kare. Lakini yanatumika kwa kupoteza watu. Imatenga asomo kito busongo gaiga. Katika mji wetu hapa Kisii. Twatwalire chikanisa chinyingi. Tumekuwa na makanisa mengi. Chigo chichire n'abantu. Zimejaa. Jumamosi na Jumapili. Sabato na Jumapili. Abantu bagutumeke Biblia. Watu wanatumia Biblia. Bachaka kubanira abantu ebintu bitanyarekane. Wanaanza kuambia watu vitu ambavyo batumeka mariko bobe asogo siria egesa kukyamwanya abantu. Wanatumika maandiko vibaya kwa kupoteza taifa la mwanadamu. Kerekyo kukuminga abantu bakukyasa mu kidini kina abantu baito Abadventista. Na la ajabu ni kwamba wengi abantu wanaenda kwenye makanisa ni Waadventista. Sae be yatanane kurwase ababali bobulimo. Na manabii wa uongo. Bono ntegera bancho bana banyesa. Sikiliza wana wa Mungu. God opens our understanding Mungu anafungua kuelewa kwetu of scriptures. Kwa maandiko. Na bonda teko banika rechinga esomera marika machanu ayeweka omonyene. Ya kwamba jisomee maandiko matakatifu wewe mwenyewe. Akwegeirie gento kurwase Biblia. Hata wakati umefunzwa neno kutoka kwa Biblia. Libaga bwegere gente kiekyo ayebieko omonyene nyasago kwanere ase enchera asenchere yo. Na Mungu mwenyewe akusungumzie kwa njia. Na kieko na bata everything itani kwa somo marika machanu. Ndio maana jana akamwambia ya kwamba kwanza soma maandiko. Soma marika machanu. Soma maandiko matakatifu. Kwa kuomba. Enter God's presence with the awe and reference. Ingia mbele ya Bwana kwa kuomba. Mungu mwenyewe akusungumzie kupitia kwa maandiko. Entering the scripture with an open and open and teachable mind. Uingie katika Biblia na mawazo yako ambayo yako tayari kufunzwa. Sometimes even tombira tomata kurwa sebuku. Kuna vitu tunafahamu kutoka kwa Biblia. Lakini bitari po. Lakini sivyo vile tunafahamu. Kiro kende tuegere tigubobe. Kwa sababu wakati mwingine tulifunzwa vibaya. Osa sengenjo monta erira marika yu asentirembe. Ama pengine mtu ameyaelezea kwa njia isiyostahili. Ebinte bingi sana tumanye tebobe. Vitu vingi tunavifahamu vibaya. Tunaona tomata egento kire abantu abatebanganya sai yagokonya. Kwa mfano kuna ili jambo tunasema ya kwamba Mungu husaidia wale ambao wanafanya nini? Biblia bana banya sana. Kiko katika Biblia. But it's a common phrase that we use. Lakini ni kitu cha and even ministers can say like that. Hata wahudumu wanaweza sema. And at the end of the day we depend our efforts. Na mwisho wa siku tunategemea. Watu wabanga kiasiriro utiangiri mate. Tunasema kile ambacho kipatikani hapa igawe konya oyo wakora gento kieke. Mungu anasaidia anayefanya nini? May I ask this simple question again? Acha niulize swali hili rahisi tu. Nyasaye nkari ngarangiriti Samuel. Mungu ni mara ngapi alimuita Samueli? Mara kale ngamurangiriti. Mara ngapi? Na amukwana buyega ba Kristo. Na mnasema tu vizuri wa Kristo. You don't read scriptures. God called him how many times? Atusomi maandiko. Mungu alimuita mara ngapi? It is 4 times, not 3. Ni mara 4. But in your CRE lesson, that's what you teach and that's what you say. He called him 3 times and he replied. Alimuita mara 3. The fourth word. Alijibu mara ya 4. The fourth time. Alijibu mara ya 4. Is it? That's what scriptures would tell you. I just gave you little examples, but we have several misinterpretations of the Bible.
because we were taught wrongly and we held like that. That is why we need to study the word by ourselves, by underwriting and following it. Then we also consult other books so that we are able to understand the Bible. That's why I say that with a teachable mind. With a teachable mind. Ukiwa tayari neno likuongeleshe, neno likunenee. Sio unenee neno, bali neno likunenee. Yeah, so that's why you have to endeavor to discover what God was talking to the initial audience. There are several things in the Old Testament that may not apply today. But still, they can be applied in another way. So endeavor to discover what was talking to those times. Can it be relevant today? For example, we know this, that God has books in heaven that he keeps recording. That is according to human language. But do you think God needs to have a pen and a book to write? Is it? Mungu anaweza kuwa na kitabu na kalamu anaandika. Ya kwamba atakapokuja aseme tigandigerelia sasa vitabu hivi. Huyo ni Mungu atafanya hivyo. Wacha niangalie kwenye vitabu vingine. Tigandigerelia vitabu vinde. Does he forget? Anasahau. Hello? Even some of what we sing and the music we love, some of it is very much misleading. Yes, with good rhythms, yes. With good voices and sounds and all that. But what is inside does not go to the scriptures. That's why our musicians, when you compose songs, make sure they go in line with the Bible teachings, so that we don't mislead people. Big lessons that apply to you today from the Bible. Big lessons that apply to you today, and put them into practice. And finally, as a Christian, as a man of God, be determined to obey and live up to the truth. Be determined to obey and live up to the truth. In several incidents, we know the truth. In fact, we shall be charged harshly, because God has revealed a lot of things to us Adventists. God has revealed to us the books in our desk there. They talk about family. Big revelations. They talk about health. Big revelations about Bible study. Big revelations. We have them in our homes and in our libraries. But unfortunately, we are not determined to obey and live with the truth that you have. And that's why our churches will continue to be barren. Our churches will continue to be barren unless we are determined to obey what we read. It will not be beneficial to us. Don't read because you are going to teach, but read because you want to obey. Read because you want to live up to what you have read. Yeah, all those patriarchs we know in the Bible. People like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. They lived up to what they had read from the Pentateuch. They stood firm. Even if they were told to sway away,
They were determined to obey what they had read and what was instilled in them. They were not literal with the word of God. And finally, they stood tall. It doesn't matter what circumstances they were in. It's because they were determined to obey and live to the truth. When you appear before church boards, we're making powerful decisions. Determined to obey and live to the truth. Don't bend the truth because we already know it. Don't dilute the truth because you know it. Don't bend it. Because you know the truth, live by it. Every passage you read in the Bible, every scripture you read in the Bible, be determined to obey and live to it. And then the word of God will have space in you. You will continue to grow in faith. You will be a pillar of the church in these last days. These men and women who are recorded in the Bible is because they were determined to obey the truth. And I wish that in these last days, that all of us to be determined to live by the word of God that we have read, and that's when we can make impact. The book of Matthew chapter 24 verse 4, that will be my last scripture. Matthew 24 verses 4. What does scripture? Somebody read. Jesus' last warning. What does he say? Take heed that no one deceives you. Continue, Pastor. Is it a few? Many. Many. Wengi. Many. Wengi. And now let me tell you, many who are rich. Many who have powerful influence, including your friends and the relatives, including your workmates. What would they do? Continue. What would they say? I am the Christ and they will deceive many. I think you have heard this. Wars and rumors. And the end is not. Now that we know about these scripture, sons and daughters of God, Christ himself has warned us. Many will come. And why do we accept to sway away from the truth we already know in these last days? My desire and my prayer this morning and my plea, be vigilant with false teachers, especially women. Women, take heed. Take care of yourselves. Take care of yourselves. That these false prophets do not sway you away. Study the word by yourself. God will reveal powerful facts about himself so that you continue to be firm as we wait for the Lord's second coming. May God bless us in Jesus' name. Can we raise up for a word of prayer? Maeneigo mansu igo mangananya sae mansu igo manga
thank you, Lord, because of the scriptures. For sure, you wrote them through the Holy Spirit, though you used men. Through these scriptures, Lord, we gain a lot. Through these scriptures, we are reproved. Through these scriptures, we are made complete and equipped in every good work. Through these scriptures, Lord, we receive your own blessedness. In several times, we are weak. In several times, we are unable to read your word because of the very many commitments that the devil has given us. Lord, how we pray that again you give us new spirit, so that we are able to read these scriptures by our own after inviting you in our midst of our presence. We know that by so doing, false prophets will have no space in us, and we shall continue living a holy life. As a church, you have given us this gift. How I pray that it may continue from generation to generation, and especially we members of the Millennium Church, Lord, how we pray that again you incorporate this character in each one of us, so that always we are able to read scriptures as you have instructed us. Continue to talk to us during these camp meetings, and at the end of the day, Lord, we shall say you are with us, for we pray in Jesus' name. Amen. Ya furaha 52 tuimbe. Nipe Biblia nyota ya furaha, wapate nuru wasafiri hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Tutasimama na nyimbo zetu 62, tutaongozwa na Cold Stars. Napenda kitabu chake. Tuanze. Napenda kitabu chake kilichotoka mbinguni. Karatasi zimekuwa waya zake.
Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tumekuja kwako asubuhi ya leo tukiwa na wingi wa shukrani kwa vile umetulinda tangu tulipoamka. Asante sana kwa ajili ya mnenaji ambaye ametoka hapa. Asante kwa ajili ya neno lako ambayo umeweka kinywani mwako. Amelizungumza kwetu. Tunaomba liweze kukaa katika maisha yetu, tuandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Unaona tunaenda kuingia katika kipindi kingine cha book promotion. Tunakuomba Baba uweze kuwa nasi mnenapo anapoenda kusimama kuongea na wana wako. Umupe Roho wako Mtakatifu uweze kumuongoza ili yale atakayonena kwetu yaweze kuwa ya manufaa katika maisha yetu. Na wale walio njiani wenye hawajafika tunawaombea Baba waweze kuharakisha ili tuweze kusikiza pamoja. Tumeamini utakuwa nasi. Tumeomba hayo machache katika jina la Yesu aliye Bwana na muombezi wetu. Wana wa Mungu na wasalimu wa mjambo. Tena tumefika katika kipindi kingine. Tunaenda kumkaribisha mwenzetu mgeni ambaye atatuletea hiyo kipindi ya book promotion. Ni wangapi pamoja nami wanamkaribisha? Wapenzi, hebu ni wasalimie kwa jina lake Yesu. Hamjambo? 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 Sijasikia sauti yenye ina correspond na umati ya watu ambao humu katika kanisa hili. Bwana hasifiwe. Bwana hasifiwe. Yes. Sasa angalau tunaweza kusema watu wamo katika kanisa hili. Ni wakati wa somo la kuchihimiza juu ya vitabu, na tunapotazama programs zetu imeandikwa kwamba ni book what? Book what? It is book promotion, and therefore ikiwa ni a book promotion, inasemekana kwamba ni sisi tufanye imisho juu ya vitabu kutoka hapa mbele, na mwisho wa hayo nyinyi mtoke kwa viti muenda wapi? Nyinyi mtoke kwa viti muenda wapi? Kwa mesa. Tujipatie vitabu kutoka huko. Basi hiyo jana tuliweka chiwe la msingi juu ya vitabu, kwamba vitabu Mungu mwenyewe ndiye alianzisha haya mambo ya uandishaji wa vitabu. Kutoka kitabu cha Kutoka 31 fungu lake la 18 na kitabu cha Kutoka 34 fungu lake la kwanza, tuligundua kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyeanza kazi hii ya kuandika vitabu, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliyechukua hatua ya kwanza kwa kuchukua mawe mawili na kutumia kidole chake kaandika yale ambayo alikusudia wana wa Israeli waweze kuyapata kutoka kinywani kwake. Na kwa hivyo alipomaliza kuyaandika hayo, alimtuma mwinjilisti wa kwanza ulimwenguni ambaye alikuwa anaitwaje? Musa. Na Musa alichukua huo ujumbe moja kwa moja na akawaletea wana wa Israeli. Na jana tuligundua kwamba yale ambayo Mungu mlango wa kwanza mstari wake wa 11, pale ambapo anamwambia mtumishi wake Yohana kwamba yale ambayo umeyaona na kuyasikia uyaandike katika nini? Katika kitabu, na uyatume wapi? Kwa makanisa mangapi? 7. Basi asubuhi ya leo ninataka mtu anisomee kitabu cha Proverbs chapter 6 and verses 20 to 22. Proverbs chapter 6 and verses 20 to 22. Biblia inasema, mwanangu, shika maagizo ya baba yako
wala usiache sheria ya mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima. Chifike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza. Urarapo yatakulinda. Na uamkapo yatasungumza nawe. Asante sana madam. Kwamba Biblia inazungumzia kwamba mwanangu, uyashike maagizo ya nani? Maagizo ya nani? Biyamure. Millenium biyamure. Mwanangu, uyashike sheria za nani? Za baba yako. Na wala usisahau kushika maagizo ya nani? Ya mama yako. Yaani hivi ni kusema kwamba wazazi wote wawili wamechukumishwa katika hali ya uleaji wa watoto. Kwamba baba mzazi, wewe sharti umpe mtoto wako sheria ambazo atakazozitumia katika siku za usoni, katika siku za ujao wake. Na pia mama naye ameambiwa kwamba hampe mtoto maagizo, kwamba hayo ambayo wote wawili watakayo yafanya, baba na mama, watakayo muagiza mtoto katika siku ambazo zitakuja mbele, huyo mtoto atakapokuwa anatembea, hayo yatafanya nini? Biyamuri, you normally don't read the scriptures very well, and you don't understand them very well. I want you to understand what the Bible says. Kwamba utakapomfunza mtoto wako vyema, hayo ambayo utamfunza, huyo mtoto atakapotoka mikononi mwako, akienda hayo ambayo umemfunza, yatakuwa ni mlinzi katika siku za baadaye. Huyo mtoto atakapokuwa narara, yale ambayo unamfunza yatakuwa yanamfunza, na hata atakapoamka, hayo ambayo umemfunza yatakuwa yanamwendesha katika siku zote za maisha yake. Kwa hivyo wazazi, don't take your responsibility for granted. Don't take your responsibility for a right. You have the responsibility of making sure that your young ones must be well taught when they are young. Kwamba lazima watoto wenu wafunzwe maagizo mema wakiwa watoto. Usipofanya hivyo, basi huyo mtoto ambaye utamwacha tu achilete katika ulimwengu, achilee jinsi anavyotaka, mwisho wa maisha yake hautakuwa mwema. Haleluya. Wazazi walio hapa chini, take your responsibilities very seriously, because it is the Lord who has said that mwanangu, uyashike nini? Maagizo na sheria za baba na nani? Mama. Kitabu cha Isaiah chapter number 54 and verses number 13. Isaiah chapter number 54 and verses number 13. Tukisoma hiyo, basi tutaanza kueleza vitabu ziko hapa mbele. Inasema hivi: na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Nani amepata Kikisii? Na nani amepata Kiingereza? Haina mbili. Kiingereza ya New King James, Kiingereza ya King James. Nani atasoma kwa Kikisii? Egoteba iga. Abana bao bonsi mbaye bakworo. Soma bia. Some ke usiekia. Egoteba nga. Egoteba.
abana bao bonsi mbabe bakorokererwa n'omonene na omorembe omonge nobe araria abana bao barenga mbabe bakorokererwa nang'o eriongi kebe asebare omorembe omonge obararia asebare ekefunga kina kiyo kangu kwanera tukwenda ase bitabo inateba tusome gesungu kiagere songo kebwate ebintu bibere ebiege Swahili nekegusi bitari gukwana. Who can read for us English? Two fashions. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Hallelujah. That is NIV or New King James. New King James. All your children shall be taught by the Lord, and great will be the peace of your children. Gesungu kiendengero. All your sons will be taught by the Lord, and great will be your children's peace. There's another fashion of English I want. The two of them are corresponding. Kwamba, whether it's saying or your sons, whether it is saying or your children, you underline the term will be taught by the Lord. There is another fashion of English I want. All your children shall be taught of the Lord. Yes, elders, mama na usome. And all thy children shall be taught of the Lord, and great will be the peace of thy children. Now let me ask you, those ones who went to class here at Millenium, but the school, and all your children shall be taught by the Lord. Another one is saying, and all thy children shall be taught of the Lord. What's the difference now here? Hamjambo. Biyamuri. Muiwete gesongo. Muiwete gesongo ekyo. Let me come here. Pastor Judith. Good morning. Are you getting two English there? Off and? Now what's the difference between off and by? Or your children shall be taught by the Lord, and the great will be the peace of your children. Another one is saying, and all thy children shall be taught of the Lord. Biyamore. Ngorio gonte biete bauti ebin de bibere togenda se bitabo. Tabauti ebin de bibere. Yes, sir, the kinari. Ego te banga by the Lord. Ne romo nyene okwegeria abana. Nyasaye bweka omo nyene. Aegeria ndo kiek. Abana. Another one of the Lord. Bon ekerewa tebang of the Lord. It means singa ninwe. Moko egeria abana baino igore yangu. Igore ya Nyasaye. Igonga erinda abana baito batu aromorembe omonge ase chinkoro chiabo.
ebintu mbibere egeri abana bao igoro yango igora Nyasaye okwegeri abana bao igoro ya Nyasaye Nyasaye igakoira ribagari nene erinda egeri abana bao no morembo monene obararia asebare erinda morembo monene okoba asebare in extension omorembo monene igokoba asengo asa Bible. Hallelujah. If you cannot teach your children of the Lord, be prepared that there will be a lot of disruptions in your families. If you cannot teach your children of the Lord, be assured that there will be a lot of conflicts in your families. Because the Lord will not have time to teach your children because you have not taught them of the Lord. Iga Bible emerembe menene neria twasoma kitabu gekoro kwa Proverbs inga omwana ne igwera amaigiria iso na yanyo kotokora gento kieke toyeba ekerora korebo Nyasaye igara ireri bagari nene aigeri abana bao na abana bao igobara atware gento kieke igwa abana ba Nyasaye egento kiaboririe merembasi chinga cheito na abana baitu. Our children babeire emeseke abana baitu babeire ebinte bibe bono abaibori gomenyere to bwoba emechi yabo abaibori gomenyete na stress in their families tari asenge nchomo gaka gosomongna arete to omochano lakini asegento kieke sabana bono nyakurige tio moremba asenka yao. You must teach your children of the Lord, and the Lord will teach your children, and therefore in extension there will be peace in your families. Hallelujah. Yesterday we said kwamba samaki unamkunja akingali nini? Akingali mpichi. So run to teach your children when they are young. Ikiagere kero barabake na bakonyara ko any code. Kiri ba kobeka ba kibwata na ende ba koragento kieki ba kiwa. Ikiagere in Proverbs chapter 6 verse 22 gego tebanga train up a child while he is young. Ekera gotire na koragento kieki. Ekera gotire nebe. Ekera gotire nebe. Ta kweba. Ekitabu nkera kiabana gekuru kwa stories of virtue and values. Stories of virtue and values. Yani virtue na mangana aliyamaya to bwende kuigeria abana baito ekero barabake. Ne ekero bakinire ayo akuru ku virtues bayabwatire their values now in the latter times gochira abechingia sama kimabo. Igitabu eki neki abana kirali. Igitabu eki neki abana bakena kerokyo gekuru kwa Sam and the apricot. You know nowadays egentongere etibinere yaje kurukugose akirigidismongo yoroga. Akirigidismongo yoroga. Parenga wata akirigidismwabo. Tang. Parenga wata ndinda abate burunganchiro. Answer my question. Parenga wata akirigidismwabo. Nchiro abana nguru barasegende ojigo jenjubeke obeka apari omwana baso kurute modia kwendo kiege agwake lakini bono Sam and the apricot egento kera sakiri gidise gengene chikatuni by the way, and the cartoons have proved to be of much interest to the young children. Chikatuni chiaroreka nekoba chikongusa abana no kwegera kwa abana bwangu bono to kunyara gochinjika tuni kurwa se TV yao na gosorera se literia Yesu to kunyara gochinjika tuni kurwa ria se TV yao elindo mwana arusia maisa ase katuni era se TV gore kitabu geji katuni kera ekitabu geji katuni gekoro kyo mwana igoro ya values and virtues in life ekiagera
that cartoon system ya approving abana ngo take very interest aso korento kiek aso ko yirigereri asego nabari kibe bitabu abange barorire mbuya barete bitabu birikire ase cartoon system lakini bikogeria manganango nyasaye gitabu ekinkera gitabu ngera kia abana bari bakinirake gekoro kwanga no matter what happens life is still beautiful. No matter what happens, life is still beautiful. Tari mangana oboge mana kibore bado motuana kyoboge mabore no buya bore abana mbare bakinire bakoro kwa young adolescents gogo chikomote bikende oranga ene nuisance in this life tubwa tindo rakori ndo kiek oramokonya yani ago tebinga enga kiwa kinite yaro koro kwana rogi bono na kitore digital lakini mwana oyo asengenjo yogo pusa oiko tuomera ekera tuomeire origi kwerusyo bogima bamintu bogima mbori kurusugo obogima na kibore obuya bore. No matter what happens, life is still beautiful. Aba murambarana chinyaruka bayikerire myaka yo kurgo ya uchumba bakoriya abasani na bakunyoma na bakunyoma bayikire ngakiekera atigirwe origiye ngori akorege ndukieke ebeke takwebeke ngori kiagero muishigwe sege sana kiagotiga ngeri gukoira ndonse obogimana kibure obuya bure. No matter what happens, life is still beautiful. No enayo mokungu gosomo saje onyo mokungu nganyere gujikoni tako no gwecha ando obogimana kibure obuya bure. Ega tabungera agekuru kwanga free from drugs and addictions. Let me tell you about it. Ega ndogia chandra abana baita matukaya na mangana madawa ya nini ya kulevya na bako nyo mwana wako nyupi lakini tokore ndokieke tomanyete akwando wakege ndokia ya ngoraigo ochuri yege tunguo okorege ndokieke onywa otakuna bona mara bako na gosomia devotion nyomba orojo mwana akirete ngenje kabere tari koiraneria akirete kiri ochikomo tabinga yana kiro chege ndeke akwatege ndokieke amaiso animugaso iga akagento kieke egento kiaye bona egetungu kari tugetungu kego tioka lakini iga bongo ngigego etororo egento kiaye abana baito mbali getigo siboro kurwa ase chinyanga tare chenya chini chokonywa kwa mariyo yagento kieke botindia free from drugs and addictions. Let me say about this book that is called the family book. Egetabu eke ekenonyeso korona bakugura bari babaire chikorera na bakugura egetabu. This book ekeroge kwana igoro ya familia igoge kwanera igoro ye all stages of family life, whether you are preparing for marriage, whether you are in marriage in your early years, whether you are in marriage in your late years. Egetabu ekekera gokonye gokorege ndogoro kwanga preparing your children for a future life, on how to prepare creative worship ideas in your families, and on how even to control stress, hunger, and anxiety in your lives, and how to cope with tough times in our marriages. Egetabu eki family book na kodi mbiyamuri biyamura aba Millenium mbura mwaka ngora ndanareng. I'm not preaching from this pulpit. I'm not preaching. Usimamisi wa rasilimali nyasa otosisenirie nebire binge nyasa otosisenirie nebire gento kiege ebinge intwe as yesterday twasomete igotore abateneneri, and therefore what is required from a steward is to be found what? Faithful. That is according to 1 Corinthians chapter 4 and verses 1 and 2. Wewe Mungu amekupea rasilimali usimamie, kwa sababu hiyo rasilimali si yako, basi unastahili kujua jinsi ambavyo utasimamia rasilimali ya Mungu vyema na ukiwa mwaminifu. Kitabu hiki kiko katika ile meza. Njia ya uponyaji ya Mungu. Njia ya uponyaji ya Mungu. Ndani ya hiki kitabu utapata jinsi ambavyo utaweza kufanya chakula kiwe ni uponyaji katika maisha yako. Lakini zaidi ndani ya hiki kitabu kimetupea
chapter moja ambayo iko katika ukurasa wa 63. Ukurasa wa 63 ndani ya hiki kitabu kinaitwa njia ya uponyaji wa Mungu. Kinazungumzia juu ya makaa. Lakini hapa ndani kinaita mkaa. Hapa ndani kinaita mkaa, lakini mtoto kiko kagendukie makaa. Activated charcoal in the other language, isn't it? Yani wanasema kwamba huyo mkaa ndani ya nyumba yako ni kila kitu. Huo mkaa ndani ya nani? Ndani ya nyumba yako ni kila kitu. Basi ukipata hiki kitabu utajifunza njia salama ya uponyaji ambayo imetoka express kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kuna wale ambao wanapenda kujifunza afya katika ile muktadha wa neno tunaita new start, kwenda chini. Katika muktadha wa ile neno tunaita new start, kwenda wapi? Kwenda chini. Hapa ndani hiyo kitabu, hiki kitabu kimezungumzia hiyo new start kwa Kiswahili kwa undani. Wale ambao wanasema kwamba Kisungu ilikuja na Mary, sasa kitabu ya Kiswahili imefanya nini? Imekuja. Wamere ya mumbi ya muri. Let me see those ones who are coming from Millenium and carry peace by the show of hands. Those ones who are coming from Millenium and carry peace by the show of hands. Endelea kuinua mkono. Those ones who have come to feast with us today, wageni, inua mkono. Wageni ambao sio wa Millenium, si wa kali, inua mkono. Inua mkono. Ntirate aba Millenium na kana te mumukia maoko iguru. Millenium na kali mumukia maoko iguru. Aba ni mumukia maoko iguru. Bwana asifiwe. Tusimame sote. Asiche ankali amekaa mtu hata mmoja wakati nimesema tufanye nini? Na ninawasi kwa jina lake Yesu sote tusimame juu. Na tukiisha simama juu zote, basi tutembee kwenda huko zote. All of us tutembee kwenda kwa ile mesa. Sasa mtu asika leo nitasimama kutoka hapa mbele. Tukienda huko sote tusimame. Jana nilisema watu wakakaa. Wewe kuja kwa meza, usinunue kitabu, lakini fika wapi? Kwa meza. Usinunue kitabu, lakini kuja kwa meza. Katika kuja kwako kwa meza, Mungu atafanya miujiza juma hili. Kila kitabu ambacho unataka kukinunua, Mungu atafanya muujiza ununue by the end of this week. Mtu asikae hata mmoja. I am standing from here and I'm beseeching you in the mercies of the living God. Move there. Come. Iwe ni wakali, iwe ni wa Millenium, iwe ni mgeni. Come kwa meza. Kanisa yenyewe liye ikaranste. Kanisa ikaransta yireni. Yen kanisa gi ikaransta ambu yamure. Yen kanisa gi ikaransta. Nkari peace. Apa kene bonsi nate apa koro yontu gieg. Waimoki. You don't need to buy this book by the way. You only need to come closer to the table, and by so doing, kuna kitabu kitakufurahisha. You don't need to buy. You only need to come closer to the table. Yesterday I donated my 10 minutes to the music department. Leo ndio watadonate kwangu. Come to this table. Come to this table. Kione 1700. Chikatun 1700. Prophecy explained. Hiko